Leo tudumbukie 2005. Unaweza kuwa uzaliwa 2005 na haujui matukio makubwa ambayo yaliwahi kutokea kwa sababu ndio siku ama mwaka ambao wewe ulizaliwa. Sasa leo nataka nikupitishe kwenye matukio makubwa yaliyotikisa dunia mwaka 2005. Karibu. Moja kati ya tukio ambalo lilisikitisha watu wengi sana duniani kote ni tsunami kubwa iliyowahi kutokea huko Asia. Tsunami ambayo ilifanya maafa makubwa sana, zaidi ya takriban watu 200,000 wanasadikika walikufa kwenye tsunami hiyo. Tsunami ambayo ilikava kwenye miji kama Sri Lanka, Indonesia pamoja na Thailand. Huko kwenye miji familia nyingi sana zilipata majanga na maafa mpaka kupelekea watu takriban 200,000 kufariki dunia. Tukiachana na bara la Asia, tukio jingine ambalo lilishika hatamu ama lilitikisa sana na kutia huzuni watu wengi 2005 ni kimbunga Katrina kilichotokea huko Marekani. Mji mmoja huko unakwenda kwa jina la New Orleans. Huu mji ulipata maafa makubwa baada ya hiki kimbunga kupita na kuacha watu wengi, mamilioni ya watu bila makazi pamoja na vifo kwa maelfu ya watu baada ya kimbunga hichi kupiga mji huo kwa asilimia kubwa sana, na watu walipoteza maisha, lakini zaidi na zaidi watu walipoteza makazi juu ya kimbunga Katrina. Tukitoka Marekani tunakuja mpaka London. 7/7, mabomu yaliyopigwa tarehe 7 Julai mwaka 2005. Haya mabomu yalipigwa kibongobongo huku, nadhani walikuwa wanasherehekea siku ya 7/7. Treni na mabasi huko London yalipigwa shambulio moja ambalo lilikuwa shambulio kubwa sana, zaidi ya watu 52 walikufa hapo hapo kwenye hilo shambulio la bomu lililopigwa tarehe 7 mwezi wa 7. Tukiachana na hizi tragedy ama hizi vitu ambavyo nilizungumzia nyuma, 2005 pia ndio mwaka rasmi ambao YouTube ilizinduliwa. Kwa mara ya kwanza, video ya kwanza kabisa iliuploadiwa huko mjini YouTube. Video ambayo inakwenda kwa jina la Me at the Zoo ndio ilikuwa video ya kwanza kuuploadiwa na founder wa YouTube mwenyewe. Kwa hiyo mwaka huu ndio mwaka ambao YouTube, nyie ambao mnaingizia pesa siku hizi, ama YouTube ambao unaangazia kila kitu siku hizi, ndio mwaka ambao YouTube ilizinduliwa rasmi. Lakini kama wewe ulikuwa ni mtu ambaye haukuwahi kufahamu umezaliwa mwaka 2005 na kuendelea, haujui kwamba mwaka 2005 uchaguzi mkuu wa Tanzania ulihairishwa kwa muda fulani baada ya Vice President ama makamu wa rais wa Chadema kufariki dunia siku chache kabla ya uchaguzi. Uchaguzi ulibidi kupelekwa mbele na rais aliyekuwepo wakati huo, Benjamin William Mkapa, alazwe pema peponi, aliyebidi aendelee kukaimu huo. 2005 kiuhalisia, naona kidunia ilikuwa sio mwaka mzuri, kwa sababu mwaka huo ndio lilitokea tetemeko kubwa zaidi kuwahi kutokea India pamoja na Pakistan. Hili tetemeko lilikuwa ni tetemeko la Kashmir, tetemeko ambalo liliua maelfu ya watu huko India pamoja na Pakistan. Lakini pia mashule, miundombinu, majengo yote yalianguka kutokana na tetemeko hili kubwa lililowahi kutokea huko mwaka 2005. Bila kusahau mwaka 2005 ndio mwaka ambao Kikwete alipata urais, rais mstaafu wa Tanzania. Uchaguzi wa mwaka 2005 yeye ndo alifanikiwa kuibuka mshindi wa uchaguzi huo, ambapo mwaka huo yeye alionekana kwamba ni mmoja kati ya rais ambaye ameingia madarakani akiwa kijana zaidi na watu walikuwa na matumaini makubwa naye. Additionally, mwaka 2005 vilifanyika vitu vingi sana duniani kama vile Ben 10 ndio kwa mara ya kwanza iliachiwa mwaka 2005. 2005 ilikuwa ni mwaka wa revolution ya kiuchumi hapa Tanzania, ambapo hata Bongo Flava nayo ilianza kukua mwaka huo, na vitu vingi sana ambavyo vimetokea mwaka 2005. Kama unaona kuna kitu kimesahau kwenye mwaka huu, drop your comment, tuambie kwenye comment hapo kitu gani ambacho kikubwa kilitokea mwaka 2005 na hapa sijakitaja. Lakini pia usikose kuangalia video inayofuatia ya mwaka 2006, nitafanya pia.